اللهم سهل لنا ما نريد وارزقنا ما نخاف وزدنا على خير انك على الصديق. Asante Maalim. Nilisimama hapa, naitwa Mwalimu Saidi, mwalimu wa taaluma. Wazazi, kama ilivyo ada, mwaka jana tuliagana na mwaka tunakaribishana. Ajenda yetu ya kwanza ni kuhusiana na ufunguzi wa skuli mwaka 2026, na ya pili kuhusiana na program kwa wale wazazi ni watoto wa madarasa ya mitihani. Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, uzima na afya bora, lakini vile vile tuombe dua wale wenzetu ambao wana changamoto aidha za maradhi na mambo mengine. Tusemeni inshallah. Mbele naitwa Ahmed Hassan Ameri. Mimi ndio msimamizi mkuu wa skuli hii ya Skyview. Kwa hivyo kwa wazazi ambao mmejiunga na sisi mwaka huu, karibuni sana. Lakini na wale wazazi ambao bado wana nia na ari ya kuendelea na sisi, tuambie tuna sisi vile vile mwaka huu tumejipanga na tutasoma namba. La kwanza mimi kwanza niwashukuru wazazi wote, pamoja na kwamba sikutegemea kwamba wazazi nyinyi kidogo mliokuja, nilitegemea kwa kuwa tuna wanafunzi zaidi ya 600. Nilikuwa sijajiandaa kama speaker na skrini. Haki mimi niko hapa alipokojua naangalia kwenye skrini, lakini bahati mbaya wazazi wetu wa Kiswahili kama mnavyojua, na hasa Wazanzibari, hii tabia hii tunayo ya kudharau vikao. Nilitegemea wazazi kwa umoja wetu tutakuja kushirikiana ili angalau kusikiliza basi tumeitiwa nini. Lakini kwa bahati mbaya tumezoea hii tabia kwamba kila mmoja anafanya uko busy. Lakini wapelekeni salamu kwamba kikao kimefanyika na kimefana sana. Kwa hivyo kabla yote kwa niwasalimu kwa maamkiza Skyview. Mimi nikisema Skyview, nyinyi mnasema believe you can. Skyview, believe you can. Skyview, believe you can. Hayo ndio maamkiza ya Skyview. Mambo mengi yashazungumzwa na Mr. Saidi na Madam Nifani. Mimi naomba wazazi, mwaka huu 2026 hemu tubadilike kama vile walimu watakabadilika. Kuna tabia ya watoto saa 2, saa 2 na nusu ndio wanakuja shuleni. Jamani, hii sio tabia nzuri. Kwa hivyo tujirekebishe. Kuna wazazi wanashindwa kuwashughulikia watoto wao wakirudi majumbani. Wanafikiria ya kwamba mtoto ukishakumleta Skyview wewe ndio ushamaliza kazi. Na alhamdulillah kuna wanafunzi wa baby class, wanafunzi wa P1 na P2. Tusemeni alhamdulillah kwamba tayari shule imeshafunguliwa. Lakini uzinduzi rasmi wa shule ya Mbeya tutaufanya mwishoni mwa mwaka huu. Mategemeo yetu aidha mwezi wa 11, lakini tunasubiri timetable ya mitihani form 4 ili tuwe tarehe rasmi. Lakini tarehe ya zero draft tumepanga uzinduzi unafanyika tarehe 14 mwezi wa 11. Kwa walimu wote ni lazima kuenda katika uzinduzi huo. Nilichosimamia hapa sasa ni kuwaomba wazazi, natamani na wazazi sote sisi tushiriki katika safari hii ya kwenda kuzindua shule yetu ya Mbeya. Na vile vile mpaka wanafunzi, najua wanafunzi hawa pia ni mzigo kwa nyinyi wazazi. Kwa hivyo nawaomba na hili pia tushirikiane, kwa sababu tutapokwenda kufungua shule yetu kule, imani yangu ni kwamba mafanikio chanya yanapatikana. Kwa hivyo kwa mzazi yoyote ambaye atakuwemo katika hii safari, mchango wa safari hii itakuwa ni 2,500.
na niwasisitize na niwasihi, hii Skyview ya Mbeya ni ya kwetu, na hii Skyview hapa ya Zanzibar hii ndiyo iliyozalisha wapi? Mbeya. Na kwa nini tumefungua Skyview Mbeya? Tumefungua Skyview Mbeya ili tuone challenges na changamoto ambazo mashule haya yanapitia. Ukweli ni kwamba wenzetu kule bara elimu ndio hiyo hiyo, lakini ufanisi tofauti. Sasa bahati nzuri jina ndio hilo hilo la Skyview, isipokuwa kule tunaita Skyview Mbeya campus. Eneo lilokuwepo lipo Itende, tunaita Itende Kati, ipo katika jiji la Mbeya. Mzazi, tumesema kuanzia leo hii, ukiwa na wewe una nia na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie nia hiyo ya kuingiza nayo, unaweza aidha kuchangia shilingi 25,000 kila mwisho wa mwezi. Ukianza Februari hata ikifika mwezi wa 10 tayari 2,200 zimeshapatikana. Wazazi wa Mbeya wana wao pia nimemwambia kuna kuja ugeni kutoka wapi? Kutoka Zanzibar. Watakuja wazazi kama nyinyi ambao na wao wana wanafunzi Zanzibar. Lakini vile vile mpaka wanafunzi nilikuwa na hamu na haiba pia na wao waende, kwa sababu hawa wanafunzi wa hapa tutafundisha baadhi ya mambo ili wakapresent wapi katika sherehe Mbeya. Najua mzazi tumekupa mzigo kidogo, lakini niwaombe na kuwasihi tushirikiane ili tulifanikishe hili. Kwa hivyo mwaka huu tunaanza sherehe wapi? Mbeya, ili mwakani Allah akituwezesha tukiwa salama, wa Mbeya na wao watakuja Zanzibar. Na maana na mwakani sasa sisi tutaandika kama hapa wa nini, kuwapokea wageni kutoka wapi? Kutoka Mbeya. Kama hivyo ndio ndivyo. Mimi kama msimamizi mkuu nataka niingie katika programu ya kwenda kuwaombea hawa na hasa wanafunzi, ili at least tupate nafuu ya nini, ya usafiri. Lakini najua usafiri tupata nafuu ni usafiri wa nini, wa boti tu. Usafiri wa basi sina uhakika nao sana, kwa sababu kiti kimoja mtu mmoja. Bahati mbaya safari ni refu kidogo, kwa sababu kwa mimi ndio usafiri siku mbili hizi za kawaida napanda basi saa 10 jioni Dar es Salaam, naingia Mbeya siku ya pili yake asubuhi, aidha saa 2 au saa 3 asubuhi. Kwa hivyo ni masafa ya masaa kama mangapi? Masaa 12 yote ya usiku, kama masaa 18, masaa 10 ngapi? Ni safari refu kidogo. Lakini kwa wazazi nyinyi na washawishi, mtapata nafasi sasa kufanya ya kutembea. Halafu wewe kutembea tu unakwenda katika shule yako ambayo unaipenda ya Skyview. Kama Mama Latifa na Baba Latifa anaipenda ya kusafiri, basi naomba mje kujiandikisha mapema ili lengo ni nini? Kujua tuna idadi ya watu wangapi tunaosafiri, ili tuwe na mabasi mangapi. Bahati mbaya hakuna basi ambayo litapakia zaidi ya level city. Kwa nini? Kwa sababu safari ni refu. Kwa hivyo wazazi nawaomba sana, tumezoea wazazi wa Kizanzibari na hasa wetu sisi wa Skyview, mtu anakuwa hana muda ikifika mwezi wa 9 kwa sasa na yeye ndio anaingia nini, anaingia mshawasha baada ya kumuona wenziwe. Lakini kwa hili jamani, waombe ikifika siku fulani tunafunga daftari kwa sababu ya maandalizi, kwa sababu kule lazima tukaandae mtalala wapi, mtakula vipi. Kule pia tunataka tukatembee, kuna maeneo tofauti ya kutembea. Utakwenda kuona wanaita daraja la Mungu,
kuna sehemu sijui maji ya mporomoko sijui manini Matemani sijui, tutakwenda nje ya Tanzania boda, tukatizame boda zikoje. Kwa hivyo hii ni fursa adhimu ya kutembea, na ndio maana tunataka tutembee asubuhi ili tuone, tunapita pale Mikumi, Mbugani, pamoja na watu wengine ndani. Lakini kama mambo mazuri tunaweza pita kufanya hivi, tukasimama pale tukafanya utalii wa ndani, tutaona simba kwa macho yetu na wanyama wengine. Kwa hivyo mimi washawishi wazazi tushirikiane na hili kwa nguvu zote, ili kuhakikisha sherehe tunaenda kuifanya Mbeya ifanye. Kwa na interest ya kusema basi na mimi mtoto wangu hata kama kaandikishwa Zanzibar, nataka akisome wapi? Mbeya. Hiyo nafasi itakuwepo, isipokuwa tu kuna baadhi ya mambo fulani tutakataka tutafanya, tutashauriana ili tuweke mambo mazuri, kwa sababu mtoto akienda kule itabidi ale, kulala haina shida, sababu malazi tutayaandaa. Tumefahamiana Naomba nitoe masikitiko yangu makubwa. Masikitiko yangu makubwa ni kwa wazazi ambao tuna watoto wetu hapa wa form 3 wa mwaka jana, ambao mwaka huu wameingia form 4. Nilikaa nao kikao, nikawaomba na kuwasihi, lakini wazazi wamenivunja moyo. Eti wanajidai hali ngumu ya maisha. Hali ngumu ya maisha wakati nyumbani kwake kwenye kabati ana vijora vinafika 20-30. Hali ngumu ya maisha wakati ambapo ana sambusa hazipungui 1000 anapeleka pahali kwenda kuchangia tu kwa sifa tu, lakini anashindwa kumsimamia mtoto wake. Kwa hivyo mimi naomba wazazi, jamani, tubadilike. Usifanye sifa kuchangia shughuli mwa watu. Fanya sifa kumsomesha mtoto wako ili akusaidie baadaye. Hicho mimi tanbihi hiyo nimesema bora ni watu wazazi wenzangu. Kwa sababu unaona unanitazama sikusemi wewe, lakini nakusema wewe ndio. Kwa sababu wewe ni miongoni mwa watu wanajisifia. Sasa juzi nimetoa keki pisi 50. Unashindwa kumnunulia kumwandalia mwanao katika elimu ambayo sasa hivi, jamani, elimu imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo naomba tushirikiane. Nimepokea malalamiko ya baadhi ya wazazi na hasa madarasa yetu ya chini kwamba viti vinachana uniform. Naomba mniwe radhi. Nashukuru Mungu swala hili kuanzia Jumatatu mategemeo yetu tayari kwa safari tushatatua. Sababu fundi yupo leo anakuja kurekebisha ili hiyo shida isifanye isitokee tena. Kwa hivyo mniwe radhi. Aliyechana suruali basi njoo tuwe vitambaa vipi. Si kama tumefanya hivi kwa makusudi lakini hivi ndio sababu kwa bahati mbaya. Yaliyozungumzwa na walimu kuhusiana na kwamba nini tunafanya, naomba tushirikiane. Jamani, tushirikiane. Na tushirikiane kwa sababu tunataka maendeleo ya watu wetu. Ni kweli kuna baadhi ya mambo yalitokezea mwaka jana. Kuna walimu walikuja katikati afu wakaondoka. Kabla ya nyinyi tulifanya kikao cha walimu. Na walimu wakaniahidi kwamba mwaka huu utakuwa ni tofauti kabisa na miaka, lakini nikamwambia tusizungumze sana, tufanyeni vitendo ili wazazi waone kwa vitendo. Na ndio maana hata mimi leo sina mazungumzo mengi. Nimesema ni kwa salimia, niwatakie heri ya mwaka huu 2026. Tushirikiane kusomesha watoto, lipeni ada kwa wakati ili na mimi nipate nguvu za kuwalipa walimu mishahara kwa wakati ili mambo yote yaende vizuri. Tunaendelea kupokea mayatima. Kama kuna changamoto, najua mwaka huu kuna mambo yamebadilika kidogo, lakini kama kuna yatima ambaye unajua mtoto huyu ni yatima na wazazi wake anaokaa nao hawana uwezo wowote, nileteeni huyo mtoto mimi namtaka na tutamsomesha. Wewe kitendo cha kumleta, basi Mungu atakulipa ujira wako. Na kitendo cha kuja hapa shuleni hapa, walimu wote pamoja na wazazi wetu, Mwenyezi Mungu atawalipa kwa ujira ambao tutafanya tuwasomesha hao watu yatima. Kwa hivyo pamoja na kwamba kuna mabadiliko ya watoto mayatima, wengine wanaambiwa si walipe shilingi 80, sio ngapi. Kama unaona kweli una shida na wewe huna kitu,
na una hamu tutafanya nini, asome, tafadhali mlete, mimi nitampokea na nitamsomesha, kwa sababu nimesema aidha sasa hivi niko hai, hata nikifa leo, basi haya mambo ya kusomesha watoto yatima Skyview yataendelea mpaka dunia ishafanye, mpaka dunia ifikie kikomo chake. Bahati nzuri ninasema haya, na msimamizi mkuu Hassan ndio atakuwepo hapo, inshallah Mwenyezi Mungu amweke, lakini msitegemee kufa mapema. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba bado unaendeleza kufanya nini, kuwasomesha watoto mayatima, kwa sababu Mwenyezi Mungu kila kitu ana hekima zake na hikma zake, kwa sababu lengo letu ni kuokoa nani, watoto mayatima. Hiyo ndio lengo kuu. La mwisho, changamoto zozote ambazo zipo ndani ya Skyview, mimi nikikuombeni jamani, msiseme nje, njoni muonane na uongozi, tuyasikilize na tuyatatue. Kama unaona kuna mchango ambao wewe unao, tafadhalini ulete mchango wako, ili lengo ni kwamba ili jahazi la Skyview iliende salama. Mimi nafurahi na wapenda sana wazazi wote, kwa sababu sisi sote ni familia. Pamoja na kwamba sasa hivi tumeanza familia nyingine ambayo iko wapi? Iko Mbeya. Imani yangu na malengo yangu, shule ya Mbeya na shule ya Skyview ya Zanzibar zote ziwe pamoja, ili tusukume gurudumu la maendeleo. Nimesikia mwalimu kasema kipindi hichi tangu Januari ilipoanza hii, kila siku watoto wa maidara wanakuja tofauti, na mpaka jana Madam Saifa ananipigia simu ananiambia mpaka mishahara si mnalipwa nini. Mimi nikamwambia Saifa, na muulize mshahara ulikuwa shilingi ngapi? Maka anakuja na kuuliza mshahara ulikuwa shilingi ngapi? Basi angeanza yeye, bali serikalini nalipo mshahara huu na wewe unalipwa shilingi ngapi? Kwa hivyo jamani, mjue kwamba kuna maadui wa ndani na maadui wa nje. Hao serikalini watendaji hapo wapo, wengine pia hawataki mema Skyview. Naomba zungumze ukweli, tusitegemee kwamba kila mtu atakuwa na imani na Skyview. Kuna wengine hao watu wa wizara ya elimu hawana imani na Skyview. Kuna wengine wizara tofauti hawana imani na Skyview. Basi juzi tu wamepita wizara ya elimu, wamekuja kuchukua vitabu, wamechukua vitabu vyote vile vya wizara ya elimu, vile ambavyo haviuzwi, nasikia wamevichukua. Kuna baadhi ya shule huko nasikia mpaka watu wamekamatwa, wamepelekwa wapi? Wamepelekwa kuhojiwa. Sasa sisi tujiulize kama wananchi wa Zanzibar, wizara ya elimu ndio yenye mamlaka na wajibu wa kusomesha, maana serikali ndio yenye mamlaka na wajibu wa kusomesha watu wote. Uongo kweli? Lakini kwa kuwa maisha yamebadilika na watu wamekuwa wengi, na hizi fursa za kufungua mashule haya ya private zipo, na ndio maana mzazi anaweza kuchagua mwenyewe, aidha mtoto ampeleke shule ya serikali au wapi au private. Mimi nilitegemea bahati nzuri bwana mkubwa ana rekodi hapa na hii clip ikenda, najua hata Dr. Mwenye atasikia. Mimi nilitegemea basi serikali itakuwa na huruma na hizi shule za nini za private, kwa sababu nyinyi na sisi ndio tunalipa kodi nchi hii, na hizi kodi zetu ndizo zinafanya nini, zinazosomesha watu wote, zinazolipa mishahara yote ya nchi hii. Hasa kwa bahati mbaya tu wizara ya elimu inashindwa hata kufikiria basi hizi shule za private tuwape angalau ruzuku ili shule fanye nini, ziendeshe. Mimi yangu kama laita ni serikali ilikuwa inasikia hili na itasikia, basi hata hizi ada hizi za shilingi milioni 1 kulipa kwa mwaka, milioni 2 pesa zingefanya zingepungua. Lakini wacha hili tulifanya kazi kwa upande mwingine. Sisi kwa mmoja wetu ni waombe tu wazazi, kila mmoja kwa imani yake, aiombee dua Skyview. Kila mmoja kwa imani yake awaombee walimu wa Skyview kheri. Kila mmoja kwa imani yake awaombee hawa watu wa Skyview. Ukiona huu kimya huu, lakini bado kama nasema tena kurudia, bado wadui, majirani wadui yupo ndani ya Skyview. Watendaji wa serikalini bado wengine baadhi yao wana wadui na Skyview.
Kuna wazazi miongoni mwetu sisi anajifanya kuja hapa na leta tabasamu bandia tu, lakini pia nini? Ana ubaya naye na Skyview. Kwa sababu naye bwana basi hivyo ukiondoka. Na sisi ndo watu jamani. Kwa hivyo baada ya nilizungumza, kwanza niendelee tena kuwashukuru. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, atujalie mwaka huu uwe ni mwaka wa mafanikio. Atujalie kama kuna watu wabaya, basi Mwenyezi Mungu awajalie ubaya wao, kama wametayari ushautilia nia, uwapate wao na familia zao. Amina. Baada ya machache, mimi nifurahi Mama Latifa mmoja pale kakaa kule pembeni, na wengine walikuwa sijawataja, niwashukuru sana. Kama kuna swali lolote ambalo mnaona mnataka kuniuliza mimi Ameri, naomba nitoe nafasi mniulize. Kama hakuna swali lolote, mimi niwaombe tu kuanzia leo na kesho na mtondogo tuanze sasa kuwasiliana na mimi ili tujue hii safari ya Mbeya tutaipanga vipi. Lakini mimi niwaambie tena tu kwa mara ya mwisho, kuanzia Jumatatu naanza kuingia madarasani, kuanzia nasari mpaka form 4, kuanza kuwashawishi watoto ili wakitoka kuanzia Jumatatu salamu mtazipata majumbani. Baada ya haya machache, niwashukuru, asante sana kwa kusikiliza. Kama kuna maswali karibuni sana. Haya, namba ni aje kujiorodhesha ili tujue ni wanafunzi wangapi wanahitaji usafiri. Hatuwezi kutoa gari kwa sasa kwa kuwa hatujui ni watoto wangapi ambao wanahitaji usafiri. Kwa hivyo kupitia kikao hiki mimi waombe kwa kila anayehitaji usafiri leo hii asiondoke, amone Mr. Saidi aandikishe jina lake, jina la mtoto, namba yake ya simu pamoja na eneo mtoto analoishi. Najua sasa hivi Skyview hatujakuwa matajiri sana kwa kumiliki gari zetu, lakini inshallah kheri inakuja. Kwa hivyo hapa tulipoanzia, tukishajua tuna wanafunzi wangapi, basi tutajua tuchukue usafiri wa saizi gani. Kwa hivyo naomba hili leo tulifanyie kazi. Kabla tuondoka, njoo kwa Mr. Saidi andikisha jina la mtoto na namba ya simu na wapi anakaa, ili ndani ya wiki inayokuja ikibidi Februari moja usafiri fanyeni uanze. Jengine karibu. Haya, Mama Latifa mwalimu anasema vipi? Mtoto wako akitoka hapa skuli hapa arudi nyumbani, si ndio? Akitoka nyumbani tu, akifika nyumbani tu anda madrasa, si ndio? Akirudi madrasa yeye na simu na yeye. Muda kusoma mtoto huyu vipi? Baki tuzungumze ukweli. Kuna watoto wetu humu ndani jamani, wanamiliki simu, mimi si miliki. Tumeona hayo wakati wa mwezi wa 12 shule zimefungwa. Kuna wengine nilikuwa nikishana kwenye maboti, ana simu yule, alhamdulillah, na ibada yangu naambia mnunulia wewe. Sasa wazo lake liko sahihi, lakini sasa hivi nakuwa mbishi kidogo. Kuna mwingine anasema maana mtoto hapati kusoma madrasa, muda wote mtoto hapati kusoma. Hivi ni kuulize, mwanao sasa hivi yuko darasa la 7 au yuko form 2 au yuko form 4, hivi leo ndo unajidai eti anakosa muda kufanya nini? Wa kusoma madrasa. Hivi miaka yote hiyo aliyokuwepo alikokuwa wapi? Jamani, naomba hili kila mmoja ajiulize. Mtoto wako umepeleka madrasa kwanza miaka mingapi? Haya, miaka 4. Tupige hesabu sasa. Miaka 4, miaka 5, miaka 6, miaka 7, miaka 8, miaka 9, miaka 10. Miaka 10 madrasa ngapi? Miaka 10 hajamaliza msahafu. Maka tusiseme huku tumesema jamani.
Wadhani naomba mnifahamu wala msiye kusema Ameri sasa hivi kwa kuwa kishahamia Mbeya tena sasa hivi ina maana mambo ya dini kishasahau. Miaka 7 mtoto wako hajamaliza msahafu wa juzu 30. Hakuna hata siku moja ukatoka na kibobwe chako ukamfuata shekhe ukaenda kumuuliza hivi inakuwaje mwanangu kasoma mwaka mzima hajamaliza msahafu tena juzu 30. Lakini ukiambiwa tu kama Skyview wanaanzisha kambi, ndo wako unakuja na kibwebwe, omba mtoto wangu hapa kuna madrasa. Maana wewe hii miaka yote ulikokuwa wapi? Kwa hivyo mseme hivi, namba tuelewa agizo. Shanifadhi. Mtoto yoyote sasa hivi mtoto yote wa mtihani kama hashiriki kubaki mpaka saa 10 kiukamilifu, kwa kuwa malengo yetu ni kumtoa mtoto pale alipo na kumpeleka kule ambapo tunakutaka. Kama mzazi kashindwa, basi tumsamehe mtoto. Nazungumza haya na Mungu ananiona, kwa sababu lengo ni nini? Kuhakikisha watoto wanafanikiwa. Mzazi wa kiwango nini? Mzazi wajibu wako, nenda madrasa, kafanya mazungumzo na nani? Na ustazi na ukti, ili hawa watoto wawape nafasi. Akileta ubishi, muulize swali moja tu, hivi mwanangu tangu nende chuoni huko mwaka ngapi? Muulize swali hilo tu basi. Akishakwambia miaka mingapi, muulize hivi juzu 30 unasoma kwa miaka yote hiyo. Kwa hivyo sasa hivi nani tena sio mpigia simu mkasema sijui mtoto gani haji. Ndio kupata wewe. Sikatai swala lililosema nani? Mama Latifa naliunga mkono. Lakini kwa sasa hivi bwana tuachie kidogo, sababu gani? Tunataka tuweke special treatment. Wajua mtoto akiwa ICU au mgonjwa akiwa ICU madaktari wana haki kumuokoa mgonjwa ili kupona maradhi yake. Na sisi sasa hivi tushaona kuna tatizo. Na vile vile tushaona kuna mafanikio mazuri kwa watoto wetu wa form 4. Kwa hivyo baba nani hapo? Nani baba nani? Baba Imti. Tunataka Imti division 1 ifanye nini? Ije. Na division 1 haiji inshallah Mwenyezi Mungu jalie tupate division 1 hatusoma kusomi. Hakuna hizo, sidanganyane. Yasini dua lakini ndio wewe muone unapona Simba anakuja. Wewe umekaa Yasini watu gani lakini inaka Simba anakuja. Wapi Mungu atakuachia thubutu. Shehe soma Yasini huko unafanya nini? Huko unaenda mbio. Sasa ile Yasini unasoma ile. Basi mbio Mwenyezi Mungu anainua miguu unafanya nini? Hivyo ndio ilivyo. Sio tufahamia jamani Naomba kwa hii tuelewane kwa sababu kuna watu hapa sishasema hivi. Hasa mtu anatoka hapa sasa anakwenda kukaa kibarazani kwake anaanza kutoa uheki. Anazungumza ile ambayo vipi? Sio, jamani mimi na malengo na watoto. Hawa watoto hawa tuna malengo nao wafanikiwe. Jamani maisha sasa hivi magumu. Kuna wanafunzi wengi washamaliza vyuo vikuu hawana kazi. Na zikitoka nafasi za ajira, serikali inatangaza nafasi za ajira. Anayeajiriwa nani? Mtoto wa mkurugenzi, mtoto wa katibu mkuu, mtoto wa mbunge. Utaambiwa watoto wanachukuliwa na kufanya interview. Hiyo interview unadanganya toto. Watu washaajiriwa na ndio kweli. Nisiposema ukweli, wewe mzazi bado hujazibuka masikio yako. Mzazi amka. Anayekuamsha Ameri, leo utanikumbuka. Kuna siku utanikumbuka. Kama leo unikumbuke, kuna siku utanikumbuka. Jamani uko nje kwa sasa hivi. Kuna watu lukuki shomaliza vyuo kuna watu lukuki form 4 wako mitaani, kuna watu lukuki form 2 wako mitaani hawana ajira. Mtoto kwa kike anaolewa, siku mbili faini kaachwa. Anatembea mitaani katika ujauzito, anakupa mtoto mwingine wa kulea. Shida unayo, ndio shida ya faini inazidi. Nini tufanye? Mtidawa anakuja nawe, tuhakikishe kwa sasa jamani. Tubadilike kuhakikisha kwamba watoto wasomesha. Mama Latifa mwalimu wewe shahidi.
Latifa kabla televisheni gani? Tu kalia mpaka kachoka. Hata kakumbuka shuka wakati fulani ushakuja. Na kama ingekuwa maandalizi yalikuwa mazuri, pamoja na kwamba alijiandaa, lakini bado maandalizi yalikuwa vipi? Hajatosheleza. Kwa hivyo Latifa jitizame, Latifa alikuwa jitahidi kaya na division 2. Ya maana angejitahidi zaidi, division 1 ingefanya nini? Ingepatikana. Na jamani, masomo si magumu, isipokuwa watoto fanya nini? Watulie. Tusiwashughulishe na hasa hawa watoto wa madarasa ya mitihani. Naomba nitoe agizo. Ndugu wazazi, hawa watoto wa mitihani hao tusiwashughulishe sana. Tuwape muda wa kusoma. Azam 2 miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu watoto wote wanafunzi ni Azam 2. Kama nyinyi hamsemi, basi mimi nasema Azam 2 ikitoka hii inaingia hii, ikitoka hii inaingia hii, na hakuna kitu kibaya kwa mbele. Mimi mwenyewe kiniathiri. Mimi mwenyewe nilikuwa si mshabiki, lakini mke wangu akanitia ushabiki kwa maana. Sasa shida inaipata wapi? Shida naipata mfano nasafiri sasa, na zangu mkoa au na zangu Dar, hakusema hamna TV. Hiyo ndio shida. Basi na hawa ndio watu wadogo hawa, na wao hivyo hivyo. Kuna nani ile pale ya mapanga ile pale, kila siku wanauana tu, lakini kwa hivyo ndugu wazazi, mimi nawaambia jamani, katika kitu ambacho kinatuathiri miongoni mwa yote hayo, na Azam 2 nafanya inaathiri watoto wetu. Kwa hivyo Mama Latifa, mimi nasema kwa hili tufunge mjadala, tujitahidini, tushirikiane na walimu, watu wasome. Sitaki tena maswali. Namba karibu. La mwisho hilo. Kwa kweli tunatakiwa kufanya juhudi kubwa sana. Nijenyewe kwanza kwa support walimu pamoja na hao ambao wanakusaidia kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo msingi nilichokuwa nakwambia kwamba kwa mwaka huu 2026 tunatakiwa tutoe kila aina ya msaada, kwa sababu sisi watoto wetu tutazungumza sasa hivi kwamba muda ni mchache. Sasa tutasema kwamba muda tunao, lakini hii Januari ndio sheisha, unakwenda kwenye February au wanafanya mtihani mwezi wa 11 au mwezi wa 10. Kwa hiyo tukitazama ile time limit ni ndogo sana, na kwa vile time ni ndogo na mambo ni mengi, kwa hiyo ina maana tujitahidi sana katika kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wetu au watoto wetu tunafanya juhudi za kila namna, kwa sababu ya kwenda sambamba na muda. Vinginevyo tutakuja kuwapa lawama walimu pamoja na wakurugenzi, kumbe sasa lawama zote zinaturudia sisi wenyewe, kwa sababu sisi hatujatoa msaada unaohitajika. Kwa mimi niko ninawashauri wale walimu, wale wazazi ambao tuna wanafunzi ambao wanafanya mitihani, tufanye juhudi inayowezekana kwa kila hali. Mwaka jana tulikosa nafasi kwa sababu ya michango ya kila namna, lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao wanafunzi walitakiwa wapelekwe mbele, lakini tukaikosa ile nafasi. Sasa kwa vile nafasi tumeikosa, tutumieni sasa muda huu kwa wale ambao 2026 watu wanafanya mitihani, ili tuhakikishe kwamba wanafunzi wetu au watoto wetu wanafanikiwa. Kwa haya ndio mimi ndio mchango wangu. Bali kama kupe zawadi na wazazi, mpigeni makofi. Hii zawadi hii nakupa wewe, hali angalau utapata nini kidogo. Watu wanafanya vizuri, tuwapongezeni, lakini na mzazi kama kazungumza kitu ambacho kiko kumtu, lazima naifanye tumpongeze. Mzazi kishamaliza kila kitu na kuzaa kumishia hapa. Mwalimu Ayubu. Sasa sitaki Mwalimu Ayubu. Sasa mzazi. Ndio alisoma yeye mwanzo, sasa asome mzazi. Haya. Ngoja. Mwalimu mmoja anataka atusome atuombe dua bwana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina naitwa Maalim Salim Ali Othman.
Ni mzazi wa mwanafunzi wa kidato cha 4 anaitwa Abdulsamad Salim Ali hapa Skyview. Kwa kweli tunapongeza mkurugenzi wetu pamoja na timu yake yote ya walimu kwa juhudi ambazo wanazifanya katika kuwasaidia watoto wetu. Katika hali kama hii ya utandawazi, kama wanafunzi hawatakuwa wenye kuchungwa, basi ni vigumu sana kufanikiwa. Kwa hiyo tunashukuru sana uongozi wa Skyview kwa juhudi zao ambazo wanazifanya pamoja na walimu kwa ile kazi wanaoifanya, ambayo sisi kubwa inayotakiwa ni kutoa support ambayo itawawezesha wale walimu kuweza kufanya kazi yao kama inavyotakiwa kufanya. Matokeo ndio ambayo yanaonyesha uhalisi wa jambo lote ambalo unalifanya, yale matokeo yake ndio yanaonyesha uhalisia ulivyo ni aina gani. Kwa hiyo kwa mujibu wa hali na matokeo yetu si mabaya, ni mazuri. Kwa hiyo tunataka wazazi wapongeze sana juhudi ambazo wanazifanya walimu pamoja na mkurugenzi wa Skyview ili kupata mafanikio chanya ambayo yatawezesha wanafunzi kufanikiwa na kufaulu katika masomo yao. Asante sana. Mungu, tumefungua skuli yetu kwa mwaka mwingine. Tunategemea maendeleo kwa watoto wetu na ushirikiano wa wazazi na walimu na wanafunzi. Kubwa tunaweza kusema tunashukuru kwa shule hii ya Skyview. Maana ipo vizuri, hakuna mashaka yoyote, wanafunzi wapo vizuri, walimu wapo vizuri. Hapa tunataka kusema vile vile kwa muhimu na kikao hichi cha leo ni kizuri kwa sababu ni kupeana hamasa kwa wazazi na wanafunzi pamoja na walezi. Kubwa tumshukuru mkurugenzi pamoja na timu yake yote ya walimu, kuanzia mwalimu wa chini mpaka kufika juu. Tunaweza kusema kubwa ni bidii na wazazi na walezi wa wanafunzi wa hii Skyview, kwa sababu mshikamano wa wazazi pamoja na walezi ni kuwajengea manufaa mema watoto wetu. Ndio zaidi naweza kusema hivyo. Kwa majina naitwa Aziza Omar Mbarak, ni mzazi wa mwanafunzi kutoka Skyview Nursery and Primary School. Tumehudhuria katika kikao chetu na kikao chetu kimemaliza salama, tunashukuru Mungu. Tuliyasikiliza yaliyozungumzwa na mkurugenzi na walimu husika wa Skyview. Ni mengi na ni mazuri. Kwa hiyo wazazi wenzangu, tunaomba tushirikiane na walimu ili kulifanikisha swala zima la kusomesha watoto wetu. Miongoni mwa aliyozungumza mkuu wetu Mr. Ameri amesema kwamba kutakuwa na ziara ya kwenda Mbeya kwenda kufanya ufunguzi wa skuli mpya iliyofunguliwa Mbeya. Tunamshukuru Mungu na Mr. Ameri kwa kutuwezesha kutufanyia jengo jipya ambalo amelijenga Mbeya. Miongoni mwa waliozungumza kwamba wazazi tunatakiwa tuchangie chochote, pia tuende tukahudhurie katika ufunguzi huo. Kwa hiyo sote tunaomba tuhudhurie. Asanteni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima na afya, lakini pia tumtakie rehema kipenzi chetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia nichukue fursa hii kuwashukuru wazazi wote ambao wamehudhuria katika kikao chetu kwa adhimu ambacho kilikuwa kinaendeshwa na mkurugenzi wa skuli ya Skyview Nursery and Primary School. Mimi ni kama mwalimu wa shule hii. Kwa hiyo ushauri wangu na washauri wazazi wawezi kuiunga mkono Skyview kwa hali na mali, kuweza kuwashawishi watoto na kuwapa muda mzuri wa kutosha ili kuweza kutimiza zile ndoto zao ambazo wako nazo katika maisha yao. Kwa hiyo wazazi ni waombe sana tu wawape muda wa kutosha wanafunzi, lakini pia waonyeshe ushirikiano
kwa walimu, ili walimu wapate nguvu ili kuweza kuwasomesha watoto, kwa sababu lengo ni kuweza kuwaendeleza watoto kitaaluma na kimaadili. Kwa hiyo niseme asante sana kwa hilo, kwa naomba wazazi tushirikiane katika hili. Asante sana. Sina budi kushukuru uongozi wa skuli ya Skyview, kuwapongeza walimu na wafanyakazi wote, wako vizuri na utendaji wao pia ni nzuri. Kwa kilichozungumzwa, mimi naomba kama mzazi tungekifikiria na kukifanyia kazi, na cha kuongezea zaidi kwamba wazazi, kama tulivyoambiwa katika kikao, kwamba juhudi tuwe nazo sisi wazazi, walimu na mwanafunzi mwenyewe. Isitoshe, naomba wazazi wenzangu kuwasahihisha, kuwaleta watoto katika skuli ya Skyview. Iko vizuri, utendaji wake ni nzuri, hata walimu wake wako vizuri. Asanteni sana, karibuni Skyview. Asalamu alaikum, kwa majina naitwa Mwalimu Saidi, mwalimu wa taaluma skuli ya Skyview. Leo tumefanya mkutano wetu wa kwanza kwa ajili ya ufunguzi wa skuli ya wazazi pamoja na mambo mengine, kupeana mikakati kuhusiana na mwaka 2026. Hata hivyo, tunatoa shukrani kwa wazazi wetu wote ambao wanaendelea na wale wapya ambao tunao mpaka mwaka huu 2026, na tunatarajia kuwa na mambo kadhaa, ingawa siwezi kuyataja mbele ya kamera, yanakopo chini ya utawala kawaida, lakini yote kwa yote tupo tayari kushirikiana nao pamoja na wadau wengine ikiwepo serikali na watu wengine binafsi. Hivyo basi, pamoja na mambo mengine yote, tumeweza kukubaliana na namna fulani ya kuweza kuweka mikakati tofauti, hususani yanayohusiana madarasa ya mitihani ya mwaka 2026 na hatua zingine ambazo ni nzuri zaidi kati yetu skuli pamoja na wazazi. Tunaendelea kutoa wito na wa jitihada zaidi kuweza kutuamini kama wateja wetu, lakini pia katika hali nyingine kwa ajili ya kuleta matokeo chanya na kwa maslahi mapana ya watoto wetu. Asanteni sana.